Kwa majina mimi naitwa John Francis Yaule, ni mkuu wa soko kuu hapa Arusha, lakini pia ni katibu wa dawati la kutokomeza ukatili wa kijinsia katika eneo hili la umma. Dawati hili la kutokomeza ukatili wa kijinsia hapa soko kuu limeanzishwa kwa mujibu wa sheria na mwongozo wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Majukumu ya dawati hili ni kutoa elimu juu ya vitendo vya ukatili wa kijinsia katika maeneo haya ya umma, na leo tulikuwa tunatimiza jukumu hilo. Jukumu lingine ni kushughulikia wale wahanga ambao wamepatwa na kadhia ya matukio ya ukatili wa kijinsia katika maeneo haya ya umma. Jukumu lingine ni kutoa taarifa kwa mamlaka husika kwa vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia kwenye maeneo haya ya umma. Jukumu la dawati hili la kutokomeza ukatili wa kijinsia katika eneo hili la umma ni kutunza taarifa, hususan mimi kama katibu ni kutunza taarifa za vitendo vya ukatili wa kijinsia katika eneo hili. Lakini kubwa zaidi ni kuhamasisha jamii kuwa tayari kutoa taarifa za vitendo vya ukatili wa kijinsia katika maeneo haya ya umma. Dawati hili limekuwa lina faida kubwa sana katika eneo hili la umma. Moja, limepelekea vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia kupungua. Mfano, matusi yenye mnasaba na jinsia ya mtu yamepungua sana katika maeneo yetu haya. Hii yote ni kutokana na wajumbe wa kamati, wajumbe wa dawati mara kwa mara wanatumia fursa kutoa elimu kuwafikia wafanyabiashara katika maeneo yao ya shughuli, kwamba mila na desturi zimekuwa ni moja kati ya changamoto kubwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ama baadhi ya lugha ama vitendo vimekuwa vimezoeleka kwa jamii kama vitendo vya kawaida. Lakini tukija katika muktadha wa ukatili wa kijinsia, vile vitendo ni ukatili. Mfano, matusi yenye mnasaba na jinsia ya mtu, ama mtu kumdhulumu ama kufanya jambo ambalo linaendana na jinsia ya mtu kwa sababu tu ya jinsia yake. Hivi vitendo hivi vimepungua sana kutokana na elimu ambayo inatolewa mara kwa mara na dawati hili katika eneo hili la umma. Dawati hili lilizinduliwa hapa soko kuu, kumekuwa na mafanikio makubwa sana kwa sababu tumeweza kurekodi kesi mbalimbali, na hizi kesi tulizo rekodi nyingi sio critical, ni kesi ambazo sisi kama dawati la kutokomeza ukatili wa kijinsia hapa soko kuu tumezimudu na kuzitatua. Kuna wengine wanaomba radhi, kuna wengine tunawatoza faini. Tunatumia sheria ndogo za halmashauri ya jiji la Arusha ambazo zinasema kudhibiti nidhamu sokoni. Niseme dawati hili lina umuhimu mkubwa sana katika eneo hili la umma, na nitumie fursa hii kuipongeza Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kuona tija ya kuanzishwa madawati haya katika maeneo haya ya umma. Sisi hapa soko kuu, jambo la utoaji elimu kuhusu utokomezaji wa ukatili wa kijinsia, jambo hili ni endelevu na ni mara kwa mara tutakuwa tunalifanya, kwa sababu mafunzo tumeyapata kutoka kwa afisa ustawi wa jamii wa jiji la Arusha. Naitwa Maamun Salimu Mshuza, ni mjumbe wa dawati la jinsia soko kuu. Hatua ni nyingi tunaweza kuchukua jinsi wa ukatili wa jinsia, jinsi unavyoendelea ndani ya mzunguko huu wa soko kuu. Ni mengi ambayo yanaendelea na tunachukua hatua, hususan kwa wamama. Kuna hatua ambazo tunazichukua kukemea ukatili wa jinsia. Ukatili wa kijinsia una athari kubwa sana kwenye jamii, kwa sababu unakuta mtu anakosa amani kutokana na ukatili huo unaoendelea. Tunapemea kikubwa sana. Na ukatili wa kijinsia hususan si kwa wanawake tu, hata kwa wanaume. Unakuta mwanaume ananyanyaswa kijinsia, lakini ni ngumu sana kutoa taarifa. Chukua tamati kuunda dawati la jinsia kutokana na mazila jinsi wanaofanyiwa baadhi ya watu ambao tuko nao kwenye mzunguko huu, kwa sababu soko kuu ni soko ambalo linaingia watu wengi na kila mtu waga ana fikra zake. Tuna vingi tunavikemea. Mihemko, watu wengi wanakuwa na mihemko sana ambayo inawapelekea wanakiuka, wanaingia kwenye ukwaji wa jinsia. Kwa majina naitwa Inyas Charles Malia. Nina vyeo viwili hapa, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara lakini pia ni mwenyekiti wa dawati la jinsia la kukataa ukatili wa kijinsia. Na tangu tumechaguliwa tumefanya kazi hii na tumetoa elimu kwa wafanyabiashara wa sokoni, wakiwemo wamama, wakiwemo vijana, wakiwemo wanaume,
na elimu imepenya. Kipindi cha nyuma wako watu ambao walikuwa wakipita kama wanawake wakipita wakiwa wamevaa nguo fupi huku sokoni, walikuwa wanawazomea kabisa, vijana walikuwa wanawazomea, lakini baada ya kutoa elimu wamegundua kwamba hilo ni kosa la ukatili wa kijinsia, kumdhalilisha mtu kwa jinsi alivyo na alivyovaa. Kwa hiyo ni ukatili. Tumetoa elimu kwa wafanyabiashara na wameipokea, na kwa asilimia kubwa mpaka tunavyoongea sasa hivi huo ukatili kwa kweli umepungua sana. Tunatarajia siku za mbeleni utakwisha kabisa eneo la soko kuu Arusha. Baada ya elimu baada ya kamati tuliyoteuliwa kutoa elimu kwa mama huko bondeni na huku katikati ya soko, watu walipata uelewa. Naamini kwamba ile elimu imesaidia mtu mmoja. Wale wa kwanza tuliowapa elimu walienda kuwapa wengine taarifa. Kwa hiyo hicho kitu kinaendelea yako mabadiliko makubwa. Kwa kweli iko adhabu kali mno ambayo tuliainisha wakati tulikuwa tunatoa hiyo elimu. Kwa hiyo tunatarajia ambaye atakuwa na kichwa kigumu kiasi hicho, kwa kweli hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.